Na safari hii ndio mtajua kwamba Mungu amenituma. Narudia tena. Mungu hatumi watu wazuri sana. Hatumi watu wenye sura nzuri sana. Hatumi watu wanaovutia sana. Mungu anatuma watu kama anavyopenda yeye mwenyewe. Na anatuma kwenye nchi kwa ajili ya makusudi yake ya milele. Karne ya kwanza Mungu wa mbingu na nchi alimtuma mwanae Yesu Kristo. Akaja hapa duniani. Ni binadamu 100%, lakini ametumwa na Mungu. Kwenye kitabu cha Yohana imeandikwa, palitokea mtu ametumwa na Mungu na jina lake aliitwa Yohana. Huyu alitumwa kutengeneza njia ya Yesu Kristo. Mungu anatuma watu. Baada ya miaka 500 na kitu baadaye, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye akaja duniani. Ndiyo maana unaona Uislamu umeenea duniani kote, naye alikuja kwa ajili ya utume wa kueneza Uislamu duniani. Kwa hiyo Mungu huwa anatuma watu kwa kusudi maalum. Na Mungu akiwatuma watu huwa anawalinda, anawatunza mpaka watimize mission waliotumwa naye katika uso wa dunia. Nataka kusema sasa, yule unayenivamia hovyo hovyo hautaweza. Hautaweza. Yeye anilindaye hata lala wala hata sinzia, yeye aliye mkuu wa Israeli, hata acha mguu wangu usogezwe. Wao watataja magari, wao watataja farasi, wao watataja silaha zao, lakini mimi nitalitaja jina la Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi, akulindaye. Naomba ukae. Kwa hiyo kwenye hili swala sitayumba, sitabadilika, sitapunguza msimamo, tasimama nalo mpaka kuhakikisha kila aliyetekwa amejulikana amekwenda wapi, anafanya nini. Na wale missing persons, kuna wengine wanaitwa missing persons ambao wenyewe hawajulikani wako wapi, lazima tuhakikishe na wao wanapatikana. Sasa ndugu zangu, vaeni silaha kamili za Bwana ili muweze kushindana siku ya uovu, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tutashindana na tutashinda. It is in this time we refuse abductions in our country, disappearances in our country. We will never take abductions and disappearances in a country, Tanzania, as a normal matter. We refuse to do it. And I, as a Tanzanian, will never swallow that people are abducted and everybody is silenced. Silence means granting access to evil. Silence means comfortable. Silence means go ahead. I refuse to be silenced. I refuse to be silenced. I refuse to be silenced. Hebu sema kwa sauti, Tanzania ni yetu sote. Sema Tanzania kwanza, yeyote yule na wowote wale na lolote lile linafuata baadaye. Ushauri wangu mwingine ukawa, kwa mfano, ikiwa, narudia tena, ikiwa, sema ikiwa. Kwa sababu watekaji wengi hawa hawajapatikana, na mimi nikasema mimi haiwezekani watekaji wawe vyombo vya dola. Nikasema watekaji sio polisi, kwa sababu polisi hawezi kwenda kumchukua mtu mahali na akajitambulisha polisi alafu mtu huyo akaokotwa ametupwa boda. Kuna yule yule kaka wa Kenya Boniface Mwangi. Kuna yule dada wa Uganda kaka Boniface Mwangi wa Kenya, na yule dada wa Uganda yule Agatha Tuhaile. Haiwezekani, wale si polisi. Polisi wa kwetu ni competent. Sema tena competent. Wale sio idara ya usalama. Idara ya usalama ya kwetu ni competent. Wala sio jeshi la wananchi, wala sio magereza, wala sio uhamiaji. Sio. Bila shaka inaweza kuwa, hebu sema inaweza kuwa, kuna kakikundi fulani ambako kenyewe
kanakuwa kanawachukua watu kwa masilahi ya mwanasiasa fulani. Ndiyo maana nikapendekeza kwamba wakuu wa vyombo vya dola, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wale ambao wanapatikana kwa influence ya taasisi ya rais, ndiyo rais awe anawachagua, lakini akitaka kuwatoa apeleke hoja kwenye kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nchi za nje ya bunge, ili wabunge tuone huyu mkuu wa chombo cha dola asije kuwa anatolewa kwenye nafasi yake kwa sababu ametetea masilahi fulani ya taifa, ili kwamba taifa liwe salama, ili vyombo vya dola wawe na uwezo wa kutulindia maono zetu siku zijazo. Na nasisitiza, huo ndio ushauri wangu wa kukomesha watekaji. Kwa sababu chombo cha dola, kwa mfano, natoa mfano, kwa mfano chombo cha dola kimeona kumbe anayeteka watu ni kakikundi kale. Alafu chombo cha dola kikaenda, kumbe kakikundi kale ni kakiongozi fulani wa kisiasa. Katashindwa, kwa sababu mtu anaweza hata awe polisi au idara ya usalama au magereza au jeshi la wananchi au hamiaji, ni binadamu aliye na roho, ana moyo. Akiambiwa utafukuzwa kazi, ana familia, ana watoto, ana maisha, ana mama yake, ana baba yake, utaogopa. Akifukuzwa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, atakayekuja atakubali. Nikashauri kwamba ni muhimu sana, ndiyo ni ushauri. Na mimi nashangaa kwa nini watu wanapiga kelele na ushauri. Kwa sababu ushauri unaweza kuukataa au unaweza kuukubali. Nilitegemea mtu aseme tu kwamba tumekataa ushauri wa Gwajima. Ni ushauri. Ni ushauri. Aseme tumekataa ushauri wa Gwajima, simple. Na ukiukataa ushauri wangu, mimi nimetumwa na Mungu kwenye hii nchi.